Kijiji cha Mwembeni kilikuwa sehemu tulivu, yenye mandhari ya kuvutia. Kilizungukwa na mashamba ya mahindi na migomba, huku wakazi wake wakiishi kwa mshikamano mkubwa. Hapo ndipo Amina, binti wa miaka 10, aliishi na baba yake mzee Rashidi. Mama yake alifariki miaka 3 iliyopita, na toka wakati huo maisha yalikuwa magumu kwao. Baba yake aliyekuwa fundi mchongaji wa viti vya mbao aliugua ugonjwa wa kupooza na alilazimika kulazwa hospitalini ya wilaya. Siku moja Amina alifika hospitalini kumtembelea baba yake akiwa amebeba ugali na mboga ya matembele. Alipoingia wodini alikuta baba yake akiugulia kwa maumivu makali. Muuguzi mmoja alimuita kando na kumwambia, baba yako anahitaji upasuaji wa haraka, lakini gharama yake ni shilingi 500,000. Kama hakuna pesa hatutaweza kumhudumia zaidi. Amina aliangalia miwani ya muuguzi huyo kwa macho yaliyojaa hofu na huzuni. Alijua kuwa hawakuwa na hata senti moja ya ziada. Hapo ndipo wazo la kutafuta pesa lilipomjia kichwani. Alitembea kurudi nyumbani akibubujikwa na machozi, akifikiria njia ya kumsaidia baba yake. Amina alienda nyumbani na kukaa kando ya jiko lililokuwa likiwaka moto hafifu. Alifikiria kuomba msaada kwa majirani, lakini alijua kuwa kila mmoja alikuwa na mzigo wake wa maisha. Ndipo alikumbuka maneno ya Halima, msichana wa miaka 15, aliyekuwa akijivunia mavazi mapya na simu ya kisasa. Halima aliwahi kumwambia, ukitaka pesa za haraka, kuna njia rahisi, lakini ni siri yetu. Amina alimfuata Halima usiku huo kwa tahadhari. Walisimama pembezoni mwa mto uliokatiza kijiji. Kuna watu mjini wanatoa pesa nyingi kwa wasichana kama sisi, Halima alisema kwa sauti ya chini, lakini lazima uwe tayari kujitoa kwao kikamilifu. Amina hakuwa na shaka. Nitafanya lolote ili niokoe maisha ya baba yangu, alisema kwa macho yaliyojaa ujasiri wa kijinga. Kesho yake, Halima alimpeleka Amina mjini kwa bodaboda. Walipofika, waliingia kwenye chumba kidogo kilichokuwa na harufu ya moshi wa sigara na pombe. Mwanaume mzee mwenye tumbo kubwa aliwakaribisha. Alimkagua Amina kutoka juu hadi chini kama bidhaa sokoni. Shilingi 500,000, alisema kwa sauti nzito, na nitapokea kesho usiku. Amina alitetemeka lakini alikubali. Usiku wa tukio hilo, moyo wake ulikuwa mzito kama jiwe. Alihisi fedheha na hofu, lakini alijikumbusha kuwa alikuwa akifanya hili kwa ajili ya baba yake. Mzee huyo alimchukua kwenye chumba cha giza. Ndani ya dakika chache, ndoto ya utoto wake ilivunjika vipande vipande. Baada ya tukio hilo, Amina alirudi kijijini akiwa amejawa na majeraha ya mwili na roho. Alimpelekea hospitali pesa zile, na baba yake alifanyiwa upasuaji. Lakini maumivu ya moyo wa Amina hayakutoweka. Kila alipokumbuka usiku ule, machozi yalitiririka bila kikomo. Wakati baba yake alipopata nafuu na kurudi nyumbani, aliuliza Amina alipataje pesa hizo. Amina alikosa ujasiri wa kumweleza ukweli, lakini macho yake yalieleza kila kitu. Mzee Rashidi alilia kwa uchungu, akijilaumu kwa kushindwa kulinda heshima ya binti yake. Kijiji kilianza kunong'ona kuhusu kilichotokea. Amina alibaki mwenye aibu na aliyejitenga na watu. Wazee wa kijiji walimhurumia, lakini hakuna aliyethubutu kumkaribia kwa msaada. Baba yake aliendelea kuishi kwa majuto, huku Amina akifanya kazi za vibarua kumsaidia. Kila siku ilizidi kuwa somo kwake kwamba maisha ni mazito, na upendo wa kweli mara nyingine huhitaji sadaka kubwa. Lakini moyoni mwake, Amina aliapa jambo moja: hatoruhusu binti mwingine kupitia alichopitia. Alipokuwa, alianza kuwahamasisha wasichana wa kijijini kuhusu thamani yao na hatari za maamuzi magumu. Aligeuza maumivu yake kuwa silaha ya kuwasaidia wengine. Lakini hata hivyo, jeraha la nafsi yake lilidumu milele, likimkumbusha kwamba wakati mwingine upendo unaweza kuhitaji sadaka kubwa mno.